Ukisema maneno matano kwa mtu yeyote, atakufuata karibu na atakuwa na wewe milele, yaani atakuganda kama ruba. Watu wengi huamini kuwa kuna maneno ya kichawi yanaweza kumfanya mtu akupende au akufuate milele. Ukweli ni kwamba hakuna maneno yenye nguvu hizo. Hata hivyo, saikolojia inaonyesha kuwa namna tunavyoongea inaweza kujenga uaminifu, heshima na ukaribu ambao huwafanya watu wajisikie salama na kuthaminiwa. Ikiwa unataka kuwa na ushawishi mzuri katika mahusiano, urafiki au hata kazini, jaribu kutumia maneno haya matano kwa uaminifu na kwa wakati unaofaa. Namba moja, na kuelewa. Moja ya mahitaji makubwa ya binadamu ni kusikilizwa na kueleweka. Unapomwambia mtu na kuelewa, huku ukionyesha kweli kwamba umemsikiliza, unamfanya ajisikie wa thamani. Hii haimaanishi unakubaliana na kila kitu anachosema, inaonyesha tu kwamba umejitahidi kuelewa hisia na mtazamo wake. Mfano, naelewa kwa nini unajisikia hivyo, lazima ilikuwa hali ngumu kwako. Kauli hii hujenga ukaribu kuliko kutoa hukumu ya kumkatiza. 2. Asante. Neno dogo lakini lenye nguvu kubwa. Shukrani huongeza hisia ya kuthaminiwa. Watu wengi hukumbuka wale wanaothamini kuliko wale wanaokosoa kila mara. Badala ya kusema tu asante, unaweza kusema asante kwa muda wako, asante kwa kunisikiliza, na shukuru kwa msaada wako. Shukrani za kweli huimarisha mahusiano kwa muda mrefu. 3. Nina imani na wewe. Kila mtu hupenda kuaminiwa. Unapomwambia mtu kuwa una imani naye, unahamasisha kuonyesha uwezo wake wa kujitahidi kutunza uaminifu huo. Mfano, najua unaweza kufanya hili, ninaamini utafanya uamuzi mzuri. Maneno haya huongeza kujiamini na kujenga uhusiano wenye msingi wa kuheshimiana. 4. Unanipa furaha. Kila mtu anapenda kujua kwamba uwepo wake una maana katika maisha ya mwingine. Ukisema kwa uaminifu, napenda kuzungumza na wewe, nafurahia muda wa kutumia pamoja, uwepo wako unanifanya nijisikie vizuri, unaonyesha kuthamini mchango wa mtu huyo bila kumlazimisha au kumwekea shinikizo. 5. Ninaheshimu maamuzi yako. Heshima ni msingi wa mvuto wa kweli. Badala ya kujaribu kumdhibiti mtu, kumheshimu kunajenga uaminifu. Watu huvutiwa zaidi na wale wanaowapa nafasi ya kuwa wao wenyewe. Mfano, ninaheshimu maamuzi yako hata kama tuna tofauti. Kauli hii huonyesha ukomavu wa kihisia na kuimarisha uhusiano wenye afya. Kwa nini maneno haya hufanya kazi? Saikolojia inaonyesha kwamba watu hujenga ukaribu zaidi wanapohisi wanasikilizwa, wanathaminiwa, wanaaminiwa, wanaheshimiwa, wako salama kueleza hisia zao. Hisia hizi huongeza uwezekano wa mahusiano kuwa imara na yenye kuaminika, lakini hazihakikishi kwamba mtu atakufuata milele. Mahusiano yenye afya yanahitaji mawasiliano mazuri, uaminifu, heshima na juhudi kutoka kwa pande zote. Hitimisho, hakuna maneno ya uchawi yanaweza kumfanya mtu yeyote akufuate milele, lakini ukitumia maneno yanaonyesha uelewa kama shukrani, imani, kuthamini na heshima kwa uaminifu, utaongeza nafasi ya kujenga mahusiano yenye nguvu na ya kudumu. Kumbuka, mvuto wa kweli haujengwi kwa ujanja wa maneno, bali kwa tabia njema, uaminifu na namna unavyowafanyia wengine mambo mema wajisikie vizuri. Kwa leo tunaishia hapo. Naamini kabisa umejifunza kweli kweli haya mambo matano, maana nilikwambia kwamba jambo la kwanza na kuelewa, la pili asante, la 3 nina imani na wewe, 4 unanipa furaha, 5 ninaheshimu maamuzi yako. Hakika ukiyatumia maneno haya, naamini mwanamke yeyote au mwanaume yeyote atakufuata milele, kwa sababu unagusa saikolojia ya mvutano, na siku zote mtu anayetumia saikolojia hii basi inamwaminisha 100% kuwa yeye yuko salama na mahusiano yake
mahusiano ya kimapenzi na mahusiano ya kimaisha. Usikose katika mwendelezo ujao. Endelea kufuatilia kwa kubonyeza neno subscribe kama bado wewe si mwanafamilia. Ni vema kuungana nasi. Kumbuka kushare kwa wengine. Pindi ukipata makala kama haya, unawasaidia na wengine wapate kujifunza zaidi. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Usikose katika makala mengine. Niwatakie siku njema, kazi njema.